unajikuta distance ambayo wameachiana baina ya center back na center back ni kubwa, ama baina ya mchezaji na mchezaji ni kubwa. Kwa hiyo timu ikipata mpira inakuwa ni rahisi kupitisha mipira kwenye zile half space ambazo wameziacha. Na kimsingi wakishapitisha mpira, pimpi ni kama lazima umfikie golini moja kwa moja. Yes, kwa hiyo sasa kwenye hapo ndo tunakwenda kuangalia ubora wa goalkeeper. Je, atafanya nini langoni? Na Simba imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa nafikiri kwenye eneo la kufungika bado hawajapata timu ambayo inaweza kuweka pressure zaidi kwenye eneo lake la kiulinzi. Kama ikipatikana timu ambayo inaweka pressure kwenye eneo la kiulinzi la Simba, basi wamekuwa wakifanya makosa mengi sana ambayo kimsingi yanawagharimu. Lakini ukija kwenye taswira nzima ya mchezo, of course Dodoma tunaweza tukamweka ni kama mshindani kwenye mchezo. Hatuwezi kumuondoa kwenye hilo. Mshindani. Yes, ni mshindani. Hatuwezi kumuondoa kama hilo kwenye hilo. Lakini ukija kwenye historical background, lazima utampa nafasi kubwa Simba kwa sababu Dodoma Jiji toka imeanzishwa ama toka imepanda daraja hawajawahi kumfunga Simba. Hawajawahi kupata alama yoyote kwa Simba. Hawajawahi kupata alama yoyote, iwe ni moja ama tatu. Ndio. Sio, unanielewa? Na katika michezo ambayo wamekutana ligi kuu, wamekutana kwenye michezo 8. Jumla wamekutana michezo 9. Mchezo mmoja ni kwenye kombe la CRDB. Unanielewa? Na katika hiyo michezo ambayo wamekutana 9 kwa ujumla, Simba imefunga magoli 20 dhidi ya Dodoma Jiji. Magoli mengi. Magoli 20 dhidi ya Dodoma Jiji. Yes. Lakini Dodoma Jiji wamefunga magoli 2 tu dhidi ya Simba. Sio, unanielewa? Na Simba katika hiyo michezo yote ambayo wamekutana, ameshinda yote home and away. Yaani amepiga nyumbani, amepiga na ugenini. Yes, kwa hiyo unaona kwenye rekodi kwamba Simba ni beta zaidi ya Dodoma Jiji. Kutokana na historia yao kwa namna ambavyo wamekutana, Simba ameonekana anapata matokeo zaidi, lakini Dodoma Jiji ameonekana anakuwa na wakati mgumu sana mbele ya Simba kwenye kupata matokeo. Na ukizungumza mchezo wa mwisho, Simba alipata matokeo away dhidi ya Dodoma Jiji, na licha kwamba Dodoma Jiji alikuwa kwenye kiwango bora zaidi, lakini tunaweza tukasema ule ubora ama quality ya mchezaji mmoja mmoja ya Simba Sports ndio ilikwenda kuamua matokeo. Kwa hiyo kwenye mpango mkakati wa kwanza kwa mwalimu Maxima anapokwenda kuendea mechi dhidi ya Simba, cha kwanza kabisa anatakiwa awe na utulivu wa hali ya juu, lakini cha pili anatakiwa awe na nidhamu ya kujilinda, kwa sababu ukitazama mpinzani ambaye anakwenda kucheza naye ni bora kuliko yeye. Quality ya wachezaji wa Simba ni bora kuliko Dodoma Jiji. Inawezekana Dodoma Jiji pia kuna wachezaji ambao wanaweza kucheza Simba katika ubora. Wamekuwa na makosa mengi sana ambayo kimsingi kutazama katika michezo mingi sana ambayo Dodoma Jiji wamepoteza. Eneo la goalkeeping ndio limekuwa likiwakwamisha. Huyu Ngereka ambaye amekuwa akicheza katika eneo lile amekuwa akifanya makosa mengi sana. Ni experience ya kutosha, ameshacheza michezo ya kimataifa, lakini bado ana makosa mengi ambayo kimsingi amekuwa yakigharimu Dodoma Jiji. Kwa hiyo nafikiri katika hiyo mikakati ambayo Maxime ataifanya kuelekea kwenye mchezo wa Simba, basi mpango mkakati wa kwanza lazima uwe na nidhamu katika eneo la beki Mtanzania Abdi Banda. Klabu ya Richard Bay FC ya Afrika Kusini imefungiwa kufanya usajili na shirikisho la soka duniani FIFA. Awali shirikisho hilo lilitoa siku 45 kwa klabu kumlipa Banda, hivyo baada ya klabu kuto kumlipa katika hizo siku ambazo ziliwekwa rasmi, wamethibitisha katika barua yao mpya kuwapiga kibano hicho Richard Bay. Kumbukwe mlinzi huyo ambaye sasa anachezea Dodoma Jiji alishinda kesi baada ya klabu yake hiyo ya zamani kukiuka makubaliano ya kimkataba. Haya mambo yamekuwa picha gani? Ya kwangu. Hiyo hapa hii. Hiyo ndio weka mtu angalia kwanza. Hii inaonekana hiyo
Mbona waongei? Chukulia kwa mfano kuna klabu hapa iliyowasajili wachezaji kutoka nje ambao walikuwa wapati nafasi sana za kucheza kwenye timu yao. Ukianzia wakina Kambole, wakina Bigirimana Braze, wakina kuna mmoja huyu Okra Agustin Sawadogo, wako wengi, Watara Mohamed. Yes, hao wachezaji kwenye vilabu vikubwa hivi. Lakini klabu ambayo imeonekana kuwa ina shida sana ni moja tu kwa Tanzania, ni moja. Yaani kuna klabu kwenye masuala ya kikanuni na wachezaji sana hawana shida sana, ila kuna klabu moja yani ina shida sana na imekuwa kwenye swala la wachezaji, kwao ni gumzo sana kumalizana nao mapema, na rais wake anasifika kwa uongozi bora. Of course. Mwenyekiti wa vilabu au yani Si Yanga au Yasir Masudi. tunapozungumzia maswala sisi hatutakiwi kubana. Yasir Masudi ni Yanga au Young Africans kwenye swala la kumalizana na wachezaji ni timu ambayo inaongoza kuwa ngumu kuwalipa wachezaji pesa zao zote mpaka wapigwe bani. Lakini Simba sio sana kusikia maswala hayo. Klabu ambayo inaipongeza kwa Tanzania 100% ni Azam FC. Tangia imeanza hapa Tanzania hata kama haifikii yale malengo ambayo Watanzania wanataka kuiona, sijawahi kusikia mchezaji amekata mkataba na Azam akaipeleka CAS au akawa na malalamiko. Kwa hiyo kwenye hili malalamiko waga yapo tu mengine. Hayo mengine ila kifedha. Lakini ya kifedha na jinsi wachezaji ambao wanaishi kwenye klabu ya Azam, unaweza ukasema kwamba unatamani kama ndio ingekuwa moja ya vilabu vikubwa vya hapa Tanzania. Wana facilities zote. Yasiri, mimi niko tofauti na nyie wote kwenye hili. Ndio. Yanga sio kwamba ina matatizo, haina matatizo. Na sio kwamba wanafanya makosa ya kujirudia, sio kweli. Ndio. Mimi nawakatalia. Ndio. Unajua kwenye mifumo ya usajili kunakuwa kuna mambo mengi yanayohusika. Of course. Yeah. Moja ya kitu ambacho na sifu klabu ya Yanga, na isifu na msifu engineer Hersi pamoja na kamati yake ya utendaji ni kufanya maamuzi ya kumuondoa mwanasheria wao. Unajua hivi vitu vyote vinaanzia kwenye sheria. Mwanasheria wamemngatua zamani, wewe hujui? Wewe mwanasheria sasa ndio mtaka kuzungumza kuhusu sakata la pointi 3. Bwana. Narudia tena, wewe mtafute mwanasheria wa Yanga ni nani? Yani mtafute. Mtafutie mwanasheria wa Yanga ni nani? Si Mr. Patrick. Hilo nimezisikia lakini hata mimi hizo sio Mr. Patrick. Hata mimi hizo nimezisikia. Walimtoa, unajua mimi nilipata na hicho anachokizungumza Majaliwa kabla hajaendelea. Tangia Yanga wamekuwa na mwanasheria yule hajawahi kushinda kesi yoyote. Umenielewa vizuri sasa? Mpaka Yusufu Kagoma kashindwa. Hajawahi kushinda kesi yoyote ambayo inaishirikisha klabu ya Young Africans na timu au na kitu chochote. Sasa mimi siwezi hata na taasisi, hata na kijiti. Yes. Young Africans washindane na kijiti. Acha wasi. Mwanasheria hajawahi kushinda. Umenielewa sasa? Kumbe hata na nyinyi inawezekana nikawavuta mkaja kwangu. Kwa hiyo mimi ninachokiona Yanga mimi sijaiona shida ya Yanga. Ndio. Sawa na wala sijaona shida ya uongozi wa engineer. Sawa. Kilichokuwa kinaiangusha ni ile department ya sheria, kwa sababu kama sisi tunamsajili mchezaji, tunatoa terms kwa mwanasheria yetu anaandaa, si ndio? Wanapitia alafu zinakwenda. Sasa zile terms kama ziko tofauti au zimekaa vibaya, si wewe mwanasheria si umesomea sheria? Sasa tuambie. Wewe ndio unatakiwa utuambie. Bwana hichi kipengele kimekaa vibaya. Na niwaambie ukweli, ile mwanasheria ameingiza hasara sana Yanga. Sana. Na ameingiza hasara na ameitia na aibu Yanga yenyewe. Yaani mimi nikikumbuka hata ile kesi ya Bernard Morrison. Majaliwa. Patrick Simon bado ni mwanasheria wa Yanga. Hapana, sio mwanasheria wa Yanga. Ngoja, kwa sababu ni siku 6 tu zimepita mara baada ya dabi kuahirishwa na alitoa tamko miongoni mwa
tamko ambalo alitoa aliandika kwamba kamati ya uendeshaji wa ligi haina mamlaka ya kukaa na kujadili mechi ambayo haijachezwa. Kimahesabu mnaahirisha mchezo ili kuizuia Yanga kupata alama 3 na kuipokonya timu iliyogoma alama 15. Viongozi wetu msikubali jambo hili. Ilikuwa subiri, ilikuwa siku ngapi kabla ya dabi? Lakini hapo baada ya dabi kuahirishwa. Baada ya dabi. Hapo Yasir. Na profile yake ya mitandao ya kijamii bado inasomeka yeye ni mwanasheria. Hapo sasa nasikia Yasir. Ipo hivi. Hapa tutakuja kwenye shida nyingine tena ya uongozi. Nisikilize mimi na naomba unielewe. Patrick sio mwanasheria wa Yanga. Kwa nini? Shida iliyopo ni hivi, ni uwazi wa taarifa. Kama taasisi ilipaswa, kama imebadilisha, itoe taarifa. Na mimi naweza nikamuunga mkono kidogo Majaliwa kwenye hili. Ndio. Young Africans kwa siku za hivi usoni ni klabu ambayo imekuwa ngumu sana kutoa taarifa. Niulizeni kwa nini? Kwa nini? Mnamkumbuka kocha ambaye alitambulishwa viungo mpya? Mnamkumbuka? Yes. Kuna taarifa yote ilionyeshwa kwa umma kwamba ameachana na klabu ya Young Africans? Wewe unatumia Young App? Young App unayo? Nimekuuliza hivi. Na mimi nimekuuliza. Kuna watu wote wanatumia Young App. Hiyo issue ndo anasema. Yani no, subiri. Kwani nini maana ya vyombo vya habari ama nini maana ya ndo narudi hapo. Young App sawa. Social media. Na subiri, narudi hapo. Sasa unataka ukiamua kutoa taarifa zote Young App, sawa? Basi kwenye hii mitandao mingine iache, usitumie watu sio wanaona taarifa lazima uitoe kwenye mitandao yote. Kuna taarifa. No, yani vilabu vyote duniani naomba nisikilize. Kila taarifa ambayo klabu utendaji kazi wake ambao unatokea kwenye klabu, sawa, wanapaswa kuwashirikisha wanahabari wafahamu, ili watoe zile habari kwa watu ambao wanaipenda Young Africans na wanaifuatilia kindakindaki. Kuna watu ukiwauliza leo wanajua kwamba yule kocha bado yupo. Utakumbuka huyu Taib ambaye amerudi sasa hivi kuwa kocha wa viungo. Wakati anatolewa analetwa yule, hakuna taarifa ambayo ilimuonesha kwamba huyu yani ni miongoni mwa watu ambao wametolewa kwenye timu kubwa. Lakini tunamuona kwenye timu ndogo na timu za wanawake akiendelea kufanyisha mazoezi. Umeona Lakini pia kumbuka wachezaji ambao wameachwa na Young Africans wengine, taarifa rasmi hazijaja kuonesha. Mimi unasikia sasa Young Africans sio chanzo ambacho cha kuaminika cha kuwapa taarifa moja kwa moja. Kuaminika wakati kinamilikiwa na Young Africans. No, ngoja nikwambie. Mitandao ya kijamii imewekwa ya nini? Sasa kwa nini ni nini? Ni mtandao wa nini? Social network. Hapana. Yani Young App inatoa taarifa za nini? Kwa Young Africans. Ni sasa utasemaje? Narudia kusema tena. Young Africans ni timu ambayo inaendeshwa kibabe kwa sasa. Ngoja nikwambie Yasir Masudi. Yani litakaloamuliwa juu ndio hilo. Ngoja nikwambie Yasir Masudi, mimi hapo nitakuwa tofauti. Wewe utakuwa tofauti, lakini mimi nimesimamia. Yes. Nataka nikuelimishe. Hapana, huwezi kunielimisha kwenye hili na kati najionea mwenyewe. No, of course. Ngoja nikwambie. Kwenye hili huwezi kunielimisha wakati mimi naliona mwenyewe na unaliona taarifa. Sawa, taarifa inatoka kwenye Yanga hapo, wanaona sema kwamba eti taarifa haijatoka kwa umma. Unataka wakufuate Yasir Masudi akwambie tumemfukuza kocha? Hapana. Kwani ile page ya Young Africans ambayo iko Instagram ina kazi gani? Kwani kuna watu wote ambao wanatazama hiyo page ya sasa hapo jamani, mkule sawa, twende hivi. Watu wote wanatazama ile page ya Young Africans. Sasa ukitaka hivyo basi hamna watu wengi ambao wanatazama pia Yasir. Ipo hivi. Ni kweli unasikia Yasir? Unasikia Yasir? Ipo hivi. Ni kweli mimi naungana na wewe kuwa kwamba kuna miscommunication au kwa makusudi au kwa kutojua. Kwa sababu kwanza kitu ambacho tunatakiwa tukijue, Yanga ni taasisi tena kubwa. Taasisi ile ni ya umma tena kubwa. Kitu cha umma huwa mara nyingi taarifa zake zinakuwa kiumma. Yes, hakitakiwi zitolewe kwa kificho. Exactly. Hii issue ya Yanga App, Simba App, hizi zimekuja kibiashara. Na sababu ya kuja hizi sio kwamba kule ndio sehemu ya kutolea taarifa. Hapana. Kule wanaanza kutoa taarifa, alafu dakika chache mbele wanatoa kwenye taarifa za umma. Majaliwa. Ngoja nikwambie. Hizi timu
katika kila kitu ambacho wanakifanya ni kwa ajili ya mujibu wa biashara. Young Africans wanapotumia mtandao wote wa kijamii ni biashara. Kuna pesa ambayo wanaipata, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, iwe ni YouTube, pote wanapata pesa, si unanielewa? And then ukizungumza Yanga hapo, si Facebook, si Twitter, hizi zote ni vyanzo vya habari ambavyo vimeanzishwa na Young Africans kwa ajili ya kutoa nini? Taarifa. Kwa hiyo taarifa ikitoka Instagram kwa Yanga, usipoiona Facebook unasema kwamba Yanga hajatoa taarifa kwa umma. Bado hiyo taarifa. Jibu swali. Yanga wakitoa taarifa kwenye mtandao wa Instagram, wakashindwa kutoa kwenye Facebook, unasema kwamba Yanga hajatoa taarifa kwa umma. Sasa mimi kuna taarifa ngapi ambazo zinatoka kwenye upande fulani? Maybe wameposti Insta, Facebook hajaposti. Mimi nilichomuelewa Majaliwa ni kwamba Yanga hata kama wameandaa hiyo mifumo ya kutoa taarifa kule kwenye Young App na Simba App, toeni taarifa zenu, lakini kuna muda ule ambao mmeshafanya biashara zenu, taarifa ile, kwa sababu hivi ni vilabu ambavyo vinaendeshwa yani hivi ni vilabu ambavyo vya umma, unajua, na taasisi kubwa kama ile. Mimi nafikiri hapa nitazungumza kauli moja, inawezekana labda haitowapendeza, lakini nasema tu kwamba inaonekana kwamba hapa kuna uvivu wa kufuatilia vitu. Kwa sababu gani? Hapana. Mimi ukiniambia uvivu, ngoja nikwambie kitu. Unakumbuka wakati msimu uliopita Young Africans wanaachana na wachezaji wao kina Fiston Mayele? Mnakumbuka? Waliachana wachezaji wengi sana kina Juma Shabani, kama mnakumbuka. Taarifa haikutoka public kwenye mtandao wa Facebook, lakini waliandika, ukitaka taarifa zaidi kuhusiana na wachezaji wetu tulioachana nao, tena wamekuwekea na linki kabisa pale. Haitakiwi kivipi? Sasa subiri, tunarudi hapa. Taratibu. Sijamaliza kwanza. Sijamaliza. Mimi si ndo mwenyekiti. Lakini sijamaliza. Taratibu basi. Sijamaliza pia. Taratibu. Naomba niongee. Nisikilize. Sawa? Mimi nitasema hivi, sawa? Kwenye hili. Sawa? Haukatazwi kufanya biashara. Ndio. Sawa? Lakini ukishakumbuka kwamba wewe ni chombo cha umma, sawa, watu wengi wanakufuatilia. Kuna watu hawawezi kufikia kwenye mitandao tunayozungumza. Kuna watu pia hiyo Facebook unaizungumzia hawezi kufika. Ndio nazungumzia kwa ujumla. Kwa hiyo kila sehemu watu waweza kufika. Nazungumzia kwa ujumla kwamba hizi sehemu zote ambazo zimewekwa, kuna watu ambao hawawezi kufika kwa ujumla. Sasa vyombo gani vingine ambavyo vya kuwafikia? Ni hivi vyombo vya habari kama ambavyo tuko hapa tumekaa. Na Young Africans ni chombo cha habari. Kama kuna kitu Young Africans wanakifanya kwa ubora, basi ni kukupa maelezo kwamba hii habari kamili unaipata kwa ukamili, unaipata sasa hiyo taarifa. Sasa kuna wengine hawajasoma, wanapenda kusikiliza. Ndio, ni kweli. Ila kipindi wanaachana na hao wachezaji wao, wametoa taarifa. Sasa unaweza ukaipata kwenye undani zaidi. Kama unataka kufuatilia kwa undani zaidi, nenda sehemu fulani utaipata zaidi. Haipaswi kuwa hivyo. Kwa kivipi? Wamejitetea. Ndio na sababu Yanga aliongea. Kwanza nikwambie, kila klabu ambayo imeendelea duniani, fuatilia Real Madrid. Sasa useme Madrid, unaenda mbali Tanzania. Ndio football hiyo jamani. Tanzania mnapinga. Madrid wanacheza nini? Wanacheza gofu. Hivyo vilabu unavyofanisha na Real Madrid havina uwanja. Kama Madrid yenyewe haina hata msemaji. Ni kweli. Kama tunataka kuwa bora, lazima tujifunze kwa Rio. Lazima tujifunze kwa Rio bora. Kama mnataka kuanza kujifunza, anzeni kuwa na viwanja, mengine yafuate. Ndio tumeanza mdogo mdogo. Tumeanza mdogo mdogo. Iko hivi. Kama Yanga kama Yanga wameamua kwenda hivyo. Sawa. Hapo sawa. Sawa. Ni kweli, ila kwa hili Young Africans mimi na wamefeli. Hawajafeli. Mimi wamefeli. Wao kwa mtazamo wao na kupitia afisa habari wao, taarifa zinatoka na wamefanya hivi. Hadi kama hata taarifa zingetoka kwa kuwapa thank you Majaliwa. Tu hapo wachezaji Majaliwa hivi. Unajua kwanza mimi nitakuwa na mashaka na nyie, kwa sababu every day Yanga ni miongoni mwa timu ambazo zinaongozwa kwa kufanya press conference kuliko timu yote hapa. Haya, nitafutie press conference iliyosema kwamba yule kocha wamemtimua. Kocha au huyu tunomzungumza. Yaani hii sio sisi imetokana na
mimi kuambia kuwa Patrick sio mwanasheria wa Yanga. Ndio chanzo hiki. Ndio maana nikasema hivi. Hiki cha Patrick umekitoa wewe. Lakini kwa mujibu lakini hatuna udhibitisho kamili. Ndio maana wewe pia hata wewe pia hauna udhibitisho kwa sababu mimi na udhibitisho kwa sababu peji ambayo inamtambulisha Patrick Simon inaonyesha bado yeye ni mwanasheria wa Yanga. Sasa alishanukuliwa hata na yeye mwenyewe, yeye si mwanasheria wa Yanga. Kuliwa. Na juzi tu hapa ametoka kuitetea Yanga kama mwanasheria. Soma paragrafu ya mwisho kwenye hiyo sheria. Jamani, soma paragrafu ya mwisho. Soma hiyo taarifa yake paragrafu. Yaani peji inamtambulisha yeye bado ni mwanasheria wa Yanga. Wewe unapinga. Ngoja kwanza. Hebu isome paragrafu ya mwisho hiyo taarifa. Isome paragrafu ya mwisho. Sasa nikasoma paragrafu na kwambieje? Haya. Jamani, hisi namtambulisha kama bado mwanasheria. Sio mwanasheria wa Yanga. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea hapa.